Ni kukaribisha tena katika YouTube channel yangu. Ni Emmanuel Mpalie, Nutrition Specialist. Hii video nimetengeneza maalum kwa ajili ya wagonjwa wa kisukari, hasa wale ambao wanajaribu kuona namna gani ambavyo wanaweza kupona ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo kama umekuwa ukiwaza namna hususan ya kutumia vyakula kama tiba na kupona ugonjwa wa kisukari, hii video nimetengeneza kwa ajili yako. Iangalie mwanzo mpaka mwisho. Mambo matatu ya kuzingatia katika kutumia vyakula kama tiba ndo nitaweza kukufahamisha leo kupitia video hii. Kuna mambo makuu matatu ambayo mgonjwa wa kisukari inatakiwa ayazingatie pindi anapotumia vyakula kama sehemu ya matibabu. Na kwa kuzingatia mambo hayo matatu ndo pekee unaweza ukaona nguvu tiba na utakaa vizuri. Kwa hiyo twende sambamba bila kupoteza muda, hivyo tuendelee na mada yetu. Kabla sijaenda mbele, nikufahamishe tu kwamba tuna aina kuu mbili za ugonjwa wa kisukari. Kuna aina ya kwanza na aina ya pili. Aina ya kwanza ni ugonjwa wa kisukari ambao tunaita kwamba ni autoimmune disease. Kwa maana kwamba ni ugonjwa wa kisukari ambao unakuja kwa sababu ya kinga zako kuweza kushambulia seli zilizopo kwenye kongosho lako wewe, ambazo zilikuwa zinazalisha vichocheo ambavyo tunaita ni insulin, ambavyo vinafanya kazi ya kushusha sukari yako ya damu. Kwa hiyo kwa kuna kwa uzalishi, hivyo unaishi kwa kutumia insulini ambazo sisi tumezitengeneza kutoka kwenye viwanda vyetu. Kwa hiyo unakuwa unajichoma sindano. Ugonjwa huu wa kisukari aina ya kwanza ni kweli nikili wazi kwamba ugonjwa huu hautibiki. Labda itakuja kuleta tiba nyingine kwa baadaye, lakini mpaka dakika sasa niseme kwamba ugonjwa wa kisukari aina ya kwanza ni hautibiki. Ila mgonjwa huyu inataka zingatie masuala ya ulaji, kwa maana kwamba hawezi kujikinga na complication au matatizo ambayo yanakuja kwa sababu ya ugonjwa wa kisukari, kama matatizo ya figo, matatizo ya ini na matatizo mengine ambayo yanakuja kwa sababu ya uwepo wa ugonjwa huu wa kisukari. Aina nyingine ya ugonjwa wa kisukari ni kisukari aina ya pili, ambacho hiki ndo wahanga walio wengi. 95% ya ugonjwa wa kisukari ni aina ya pili, na ugonjwa huo wa kisukari aina ya pili tunasema kwamba ni lifestyle disease. Ni ugonjwa ambao unakuja kwa sababu ya mtindo mbovu wa maisha wa mhusika. Na ugonjwa huu huwa tunasema kwamba ni ugonjwa wa mafuta kufifisha utendaji bora wa vichocheo vya insulin ambavyo viko nafanya kazi ya kushusha sukari, na hivyo kupelekea sukari yako ya damu kuendelea kuongezeka, kwa sababu inakuwa tena haiwezi kuingia ndani ya seli vizuri na kuunguzwa. Hiyo ndio ugonjwa wa kisukari aina ya pili. Kwa hiyo mchawi hapa ni mafuta ambao unapelekea sukari kuweza kutumika vizuri. Na kisukari ambacho tunaamini kwamba kinaweza kutibika kwa kutumia masuala ya vyakula ndo hiki kisukari aina ya pili ambacho wahanga ni wengi. Hivyo wewe mgonjwa kisukari aina ya pili ambaye unanisikiliza, ambaye unatumia aina fulani eza ya ulaji, niko hapa kufahamisha mambo makuu matatu ambayo nataka uyafahamu ili uweze kupona kwa kutumia masuala ya vyakula. Mambo haya matatu, namba moja kabisa, mgonjwa yoyote wa kisukari ni lazima aweze kutambua ni vyakula vipi aweze kuepuka. Nini uweze kuepuka ni kitu cha kwanza ambacho mgonjwa wa kisukari natakiwa ahakikishe amejua kabla hajajua tu nini ale. Nimekuwa nikiona wagonjwa baadhi wa kisukari yeye anakuja tu anakupigia simu na kwambia bana, mimi nataka uniambie tu nini nile. Yaani yeye hawazi nini aepuke. Yeye hivyo kama kipo kibaya tu haina shida, lakini akishajua wale nini haina shida. Unaweza kutambua nini ule. Kama hujajua nini uepuke, bado huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa au jambo la kwanza kuzingatia kwa mgonjwa wa kisukari ni vyakula gani aweze kuepuka. Twende sambamba, nitaweza kuzungumzia vyakula gani ya kuweza kuepuka hapa. Namba mbili kabisa, jambo la pili la kuzingatia ni vyakula gani uweze kuvitumia kama sehemu ya tiba. Ni vyakula gani ambavyo vinakufaa. Hicho ni kitu cha pili cha kuzingatia mgonjwa yoyote wa kisukari. Kwa maana kwamba ushajua nini ambacho kinakuumiza. Sasa je, ufanyeje? Yaani utumie nini kusudi uweze kuondokana na adha hiyo ya ugonjwa huu wa kisukari. Ni vyakula gani ambavyo tunaweza kuvitumia kwenye kipengele hiki, nitaweza kuvizungumzia pia, twende sambamba katika video hii.
Namba 3 na mwisho, ukishajua ule nini, ni ule wakati gani. Jambo la 3 hilo ni muda. Ni muda gani sahihi kwa wewe mgonjwa kisukari uweze kutumia ama uweze kula chakula. Kwa kuzingatia mambo haya matatu, utaweza kuona nguvu tiba ya vyakula unavyovitumia na utaweza kupona ugonjwa wa kisukari. Wengi wanaenda tu kilokoloko, kwa maana ya kwamba wengi hawapati ile full information ya mambo yapi ya kuweza kuzingatia, hususan juu ya masuala ya vyakula. Kwa hiyo kwa kweli nimeshakutajia mambo hayo, tuanze kuangazia jambo la kwanza ambavyo ni vyakula gani uweze kuepuka. Nini uepuke? Vyakula hapa ambavyo kabisa nitakuwa namba 1 mgonjwa kisukari akwepe hata kabla hajawaza kitu kingine ni vyakula vya mafuta. Kwa sababu tulishaona kwamba mafuta ndo ambayo yanaathiri matumizi ya sukari. Ndo ambayo yanapelekea insulin ulizonazo zisiweze kufanya kazi sawa sawia. Mafuta ndo yanapelekea insulin resistance. Kwa maana ya kwamba unapokula vyakula ambavyo vimesheheni mafuta, hajalishi kwamba havina sukari, bado huwezi kufanikiwa. Hapo ndo wagonjwa wa kisukari wengi wanapokuja kukwamia. Mtu anahangaika na vyakula ambavyo vina wanga ndani yake, sawa, nitakuja kuzungumzia, lakini namba 1 kabisa ambacho ni mchai kwako ni vyakula ambavyo vimesheheni mafuta. Kuangalia namna kupambana na ongezeko la mafuta mwilini. Wengi wamekuwa wakisema kwa sababu vyakula vya wanga vinanenepesha, nguvu zinakuwa nyingi sana. Lakini kufahamisha tu kwamba glucose mwilini inahifadhiwa katika mfumo wa glycogen. Mafuta yanahifadhiwa mwilini kama mafuta. Kwa hiyo katika namna ya kwanza ya kupunguza ongezeko la mafuta mwilini ni kuepuka vyakula ambavyo vimesheheni mafuta. Mafuta hayo yanaweza kuwa ni mafuta ya kupikia, yani na pia ni mafuta. Inaweza kuwa ni vyakula ambavyo havina sukari lakini bado pia vina mafuta. Kwa mfano kuna habari za mayai, kuna habari za nyama nyeupe na nyekundu. Hazina sukari lakini zimesheheni mafuta pia. Kwa hiyo ni mfereji mwingine ambao unasababisha ongezeko la mafuta mwilini. Kuna habari za maziwa na pia yana mafuta kwa wingi. Kwa hiyo vyakula ambavyo ni vimesheheni mafuta na mafuta yenyewe ni chakula namba 1 ambayo atakuwa mgonjwa wa kisukari akwepe hata kabla hajaanza kukwepa sukari. Hatuwezi kutumu tu mafuta tu peke yake, ni lazima tuangazie pia kuna sukari nyingine sio bora. Sukari za kutoka viwandani nazo pia ni namba 2, kwa maana kwa vyakula vya wanga mbovu, nafaka ambazo zimekobolewa kama masuala ya sembe, chapati, mikate, mandazi ambayo yametengenezwa na ngono ambayo imekobolewa, sukari ambazo ziko kwenye vinywaji hivi kutoka viwandani, masuala ya juice, masuala ya soda, manake masuala ya pombe, vyote hivyo ni vya kuepuka. Sukari zote hizo mbaya ni za kuepuka ambazo sio za kiasili. Kwa baada ya kuepuka vyakula vya mafuta, ni lazima ukwepe vyakula vya sukari au wanga mbaya ambavyo pia navyo sio vizuri. Hivi ambavyo nilikuwa navitaja, masuala haya keki, masuala ya crepes, si vitu vingi ambavyo vya wanga ambavyo ni sio salama, ni lazima ukwepe. Kwa hiyo kuna hivi vyakula hivi viwili ambavyo nimetaja, makundi haya mawili. Mafuta ambavyo kuna mafuta ya kupikia na vyakula ambavyo ni vya mafuta kiasilia, ni lazima ukwepe, ikiwa ni sambamba na vyakula vya wanga mbaya. Mambo hayo vyakula kutoka kwenye makundi mawili ni lazima ukwepe wewe mgonjwa wa kisukari. Kwa hiyo hili katika kipengele cha kuzingatia vyakula vya kukwepa, kwa maana kwamba lazima ujue nini ukwepe. Ukishakwepa vyakula hivi ambavyo mimi nimevitaja, mgonjwa wa kisukari unakuwa kwenye nafasi nzuri sana ya kujitibia, kwa maana kwamba tunaanza kuangazia ni chakula gani uweze kutumia. Vyakula ambavyo ni salama kwa mgonjwa wa kisukari kuweza kutumia na ambavyo vinatoa matokeo kwa haraka sana katika kuhakikisha kwamba mgonjwa wa kisukari unakaa vizuri na sukari yako inakaa vizuri, sukari yako ya damu, ni vifuatavyo. Namba 1 kabisa ni mboga za majani. Mboga za majani hizi kwa nini zina sifa hizi? Ni kwa sababu mboga za majani hizi zimesheheni vitamini na madini, bila kusahau habari za phytochemicals ambazo zinafanya kazi katika kuhakikisha kwamba zile seli zako zinakuwa ziko salama, hazishambuliwi, lakini zinasaidia kuondoa inflammation ambazo zinasababishwa na mafuta, ambazo zinapelekea kufifiza utendaji bora wa insulin. Kwa maana kwamba mboga za majani, uwepo wa phytochemicals hizo kwenye mboga za majani zinasaidia kwenye kupunguza ukinzani wa insulin, ama zinaongeza utendaji bora wa insulin, na hivyo kupelekea sukari yako kukaa vizuri. Mboga za majani hizi zina wanga ambayo ni bora, ambayo haimengenywi
kirahisi kwa haraka na kusababisha kupanda kwa sukari kwa haraka sana, lakini wakati huo pia ile wanga pia nayo ina manufaa mazuri sana katika kusaidia kulisha bakteria wazuri waliopo kwenye mmeng'enyo wao, kwa maana kwamba inasaidia katika kuimprove gut microbiome. Hizi ni kundi la kwanza la vyakula ambavyo atakaofanyaje uvizingatie. Lakini kundi namba 2 ambayo natakiwa mgonjwa huyu wa kisukari afahamu ni habari za jamii ya kunde ambazo zinaongozwa na maharage, mbaazi, njegere, kunde, choroko, dengu. Hili kundi ni muhimu sana kwa mgonjwa wa kisukari kwa sababu inasaidia katika kucontrol kupanda kwa sukari kwenye mwili wako ama kwenye damu yako. Kwa maana kwamba jamii ya kunde hizi licha kwa zina wanga ambao ni bora, lakini pia zina phytochemicals. Jamii hizi za kunde zina sifa ambayo tunaita kwamba kitaalamu ni secondary effect, ambayo ni uwezo wa kuweza kucontrol ongezeko la sukari mwilini hata kwenye milo mingine ambayo inafuata baadaye kama umetumia jamii ya kunde hizo awali. Kwa hiyo jamii ya kunde hizi ni muhimu sana. Kuna nafaka ambazo hazijakobolewa, kwa kama ni kutumia ugali tumike dona, mahindi yatumike ambayo hajakobolewa, kuna masuala ya mtama, kuna orezi, bila kusahau mchele wa brown. Ni nafaka ambazo ni bora sana kwa mgonjwa wa kisukari. Halafu hapa tuna masuala jamii ya mizizi, viazi mviringo, viazi vitamu, kuna habari za mhogo, kwa magimbi na ndizi za kupika kutoka kwenye kundi hili. Hivi ni vyakula ambavyo pia bado ni bora, ambavyo nasema kwamba ni vyakula vya kiasilia ambavyo hata wanga iliyopo ama starch iliyopo ni ngumu sana kuimengenya kirahisi. Kwa hiyo tunajuta kwamba tunapata vitamini, madini na hasa nutrient na nutrient nyingine ambazo zinasaidia katika kurekebisha mifumo yote ambayo inaratibu sukari mwilini, na hivyo kusaidia kwamba wewe sukari yako siweze kupanda kwa haraka na sukari inakaa katika kiwango ambacho ni sahihi. Kuna issue ya matunda ambayo wanashauri kwamba ni matunda ambayo ni matamu sana ukiwa umeepuka vitu kama parachichi. Kwa maana kwa matunda bwana shauri ni kama ndizi mbivu, papaya, embe, chungwa na maswala pease, maswala ya apple na matunda mengine matamu. Japo maswala nanasi na maswala ya tikiti maji huwa nasema kwamba matunda haya yana kiwango kingi pia cha sukari na fructose kuliko matunda mengine yote. Na hivyo kufanya kwa matunda haya mawili matamu, nanasi na tikiti maji, kwa mgonjwa wa sukari, hakikisha kwanza unawasiliana kwanza na daktari wako ili kusudi uweze kuona kiwango gani ambacho kinaweza kukufaa katika matunda haya mawili. Lakini parachichi imesheheni mafuta, kwako yamkini siwe salama sana. Kwa mtu mwingine ambaye hana shida ya ugonjwa wa kisukari inaweza kumfaa, lakini kwako wewe mgonjwa wa kisukari ni kufahamisha tu kwamba sio salama. Nafahamu wagonjwa wengi wa kisukari wanatumia parachichi kama tunda pekee na pendo na kama tunda ambalo ni tukufu kwao, lakini ndio hao bado wanaendelea kuwa wagonjwa. Kwa hiyo hii ni kwa masuala ya matunda, na matunda haya kuna na limiti yake. Hususan tunasema kwamba mtu asiweze kuzidisha matunda 3 kwa siku. Ndio kiwango ambacho ni perfect kwa mgonjwa wa kisukari. Paka pale inapokuwa sukari imekaa vizuri ndio tunaweza kuongeza kiwango cha matunda ambacho unaweza kutumia kwa siku. Kwa hiyo hivi ni vyakula ambavyo nilikuwa navisema kwamba unaweza kuvitumia ukiwa tayari umeshaepuka vile vitu ambavyo nimevitaja, yale makundi mawili ya vyakula ambavyo nimeyataja awali. Sasa umeshajua ule nini, sasa ule wakati gani? Ndio kipengele namba 3 na cha mwisho ambacho kwa masuala ya vyakula kama sehemu ya tiba inatakiwa ufahamu. Inatakiwa ule wakati gani? Huwa na shauri kwamba kitaalamu inashauriwa interval kati ya mlo mmoja na mlo mwingine iwe angalau masaa 4 mpaka 5. Sasa hapa na inapingana na nadharia ya wale watu ambao wanasema kwamba mgonjwa wa kisukari hatakiwi kukaa muda mrefu sana bila kula. Kuna wagonjwa wa kisukari anakaa kidogo amekula, kidogo amekula. Huwezi kupona ugonjwa wa kisukari kwa kula namna hiyo kama mchwa. Ni lazima uwe na muda maalum. Tunaposema kwamba kitaalamu inataka uwepo interval ya masaa 4 mpaka 5 kati ya mlo mmoja mlo mwingine. Kwa mfano, leo kula saa 3 asubuhi kujumlisha masaa 4 mengine mbele inagonga majira ya saa 7 au saa 8 kujumlisha kama masaa 5. Huo ni muda mzuri sana kwa wewe kuweza kupata chakula chako. Baada hapo kujumlisha masaa 4 au masaa 5 mbele inajiita kama ni kama saa 12 jioni. Huo ni muda mzuri sana kuweza kula chakula chako. Katikati unachoruhusiwa kutumia ni maji. Kwa nini huruhusiwi kula katikati? Ni kwa sababu tu kwamba unapozidi kula kila wakati ni unasababisha overproduction ya vitu kama insulin, ambayo insulin inazidi kukaa juu sana, bado inazidi kuzuia uunguzaji wa mafuta, ambayo ndio yale yanazuia uunguzaji wa sukari mwilini, ndio yale ambayo
kupunguza utendaji bora wa insulini katika kuratibu masuala ya sukari. Na ndio maana sometimes huwa inashauriwa kwa mgonjwa wa kisukari anaanza kutumia mfungo kama sehemu ya tiba, kwa maana kwamba kipindi ambacho hauko unakula ndio kipindi pekee ambacho insulin haizalishwi, na hivyo zinashuka. Zinapokuwa zimeshuka zinaruhusu yale mafuta yatumike, ndio maana mfungo huwa unatumika. Lakini kitu kingine kwamba mfungo unasaidia kupambana dhidi ya inflammation ama mioto ambayo imekuja kwa sababu ya mafuta yaliyoko ndani ya mwili wako ambayo ni mengi, ambayo ile inflammation ndio inasababisha insulin resistance. Kwa hiyo katika tafasiri hiyo, kupitia mfungo unaweza kupambana na issue ya inflammation, lakini kupitia mfungo unaweza kupunguza mafuta ambayo yamepindukia, lakini wakati huo kupitia mfungo unaorekebisha hormones zote zinakuwa katika mfumo ambao uko balanced. Kwa hiyo ni advantage nyingine. Ndio maana tunasema kwamba kula mara kwa mara kwa mgonjwa wa kisukari sio idea nzuri sana, lakini kuwa na muda mzuri sana wa kula ni kitu kizuri sana, kwa maana kwamba to provide room, utengeneze muda, upatie nafasi mwili uweze kuchakata mafuta, uweze kupambana dhidi ya inflammation, uweze kufanya shughuli nyingine za kimatibabu dhidi ya tatizo iliyopo, hususan kutumia virutubisho ambavyo wewe unakuwa umeviprovide au wewe unakuwa wewe umevipata kupitia ule mlo uliokula eza katika muda fulani ambao ulikuwa umeshautenga. Kwa hiyo usipoweza kuzingatia wakati gani uweze kula, huwezi kufanikiwa kupambana na shida ya ugonjwa wa kisukari. Wengi wa ugonjwa wa kisukari wanakwamia hapo tena. Kwa hiyo yalikuwa ni mambo haya matatu. Ukiweza kuyakisi mambo haya matatu ni seti iliyokamilika. Labda sambamba na masuala ya vyakula, ni kuna mambo machache ya kuzingatia katika kumanage stress, kufanya mazoezi na uepuke masuala ya kutumia madawa ya kulevya na masuala ya sigara. Ukishaikuana pombe tulishaikataza kama sehemu ya wanga mbaya ama sukari mbaya. Hayo ndio mambo machache ambayo wewe mgonjwa wa kisukari unatakiwa uyajue na ambayo unatakiwa uyafahamu kwa ajili ya kujinasua na tatizo la ugonjwa wa kisukari. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalie na kitaaluma ni nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwa heri.